nijapofanya bidii, nikilia na kudhimu, hayaishi makosa. Ndiwe wa kuokoa, sina cha mkononi. Tayari sasa sana, naona tumekamilisha kaburi nipapo mbinguni na kukona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Turudishe tena mara nyingine. Wanazengo, lakini pia viongozi walioko mahali hapa, napenda tu kuwashukuruni kwa moyo huu ambao mmekwenda kuuonyesha. Viongozi wa serikali mkiwaoneni mahali hapa, na nini pia ninawashukuru. Lakini ambacho napenda nikiseme tu kwamba ndugu zangu, tunapokuwa tumepatwa na matukio kama haya, ushirikiano ni kitu kimoja muhimu ambacho hata sisi sasa hapa tumekionyesha, na tunasema kwamba tuendeleeni basi kuwa na moyo wa namna hii, na Bwana wetu atakwenda kupendezwa na taratibu zetu na mwenendo wetu, na Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni atakwenda kutuhekimisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusikilize neno la Mungu katika Warumi sura ya 14 mstari wa 8. Unasema hivi: kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Mhubiri sura 12 mstari wa 7 unasema, nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho humrudia Bwana aliyeitoa. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 18 unasema hivi: usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Katika Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 5, some hii mstari michache. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kwa kuwa siku zake zimeamriwa. Hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake isiyoweza kuipita. Amina.